Naanza kwa msemo wa wahenga usemao, uhai ni tunu isiyonunulika. Na mara nyingi uhai huo hutegemea tone moja la damu. Uchangiaji wa damu ni tendo la kibinadamu linaloonyesha upendo wa dhati kwa binadamu wenzako. Ni msaada usio na kelele, lakini wenye sauti kubwa ya kuokoa maisha. Katika hospitali zetu, kila siku kuna wagonjwa wanaohitaji damu. Akina mama wajawazito, watoto wachanga, waathirika wa ajali na wagonjwa wa upasuaji. Hali hii hutukumbusha methali semayo, usipoziba ufa utajenga ukuta. Uchangiaji wa damu ni kuziba ufa kabla ya maafa hayajatokea. Mchangiaji wa damu hatoi damu tu, bali hutoa matumaini mapya. Tone la damu linaweza kuwa pumzi ya mwisho kwa mmoja na mwanzo mpya kwa mwingine. Ndiyo maana husemwa, msaada haupimwi kwa ukubwa wake, bali ni kwa athari yake. Damu unayotoa leo huenda kesho ikawa msaada wako au wa mpendwa wako. Aidha, uchangiaji wa damu huimarisha mshikamano wa kijamii. Unapochangia damu, unaunganisha maisha yako na ya mwingine bila hata kumjua. Hapa ndipo maana ya methali, mkono mmoja hauinui mzigo, inapopata uhalisia wake. Kwa kushirikiana, tunaokoa maisha mengi zaidi. Kitaalamu, uchangiaji wa damu huchangia afya njema kwa mchangiaji kwa kuchochea uzalishaji wa damu mpya mwilini. Lakini zaidi ya hayo, hujenga moyo wa huruma na uzalendo. Mwema hawachi jina, na jina la mchangiaji wa damu huandikwa mioyoni mwa waliopata uhai kupitia damu hiyo. Ni wajibu wa kila mwananchi mwenye afya njema kujitokeza kuchangia damu. Serikali, taasisi na mashirika ya kijamii yanapaswa kuendelea kutoa elimu na fursa kwa wananchi kushiriki. Tukumbuke, haba na haba hujaza kibaba, na kila tone la damu lina thamani kubwa kwa mwenye kuhitaji. Kwa hakika, uchangiaji wa damu ni kitendo cha upendo wa hali ya juu. Ni kutoa sehemu ya uhai wako ili mwingine aishi. Kama mafundisho ya dini yasemavyo, aliyeokoa maisha ya mmoja ni sawa na aliyeokoa dunia nzima. Tujitokeze kuchangia damu, tuokoe maisha na tujenge jamii yenye mshikamano, utu na matumaini. Mimi ni Salma Matanza. Asante.